Kuna baadhi ya vitu ambavyo unavisoma katika mitandao ya kijamii, kuna vitu ambavyo watu wamevikuta kwenye vitabu pamoja na vitu vingine. Ndani ya yale mafundisho, kwa wale ambao tayari wana misingi ya elimu ya kiroho, wanaposoma vile vitabu wanakuwa wanaelewa. Lakini wewe ambaye unaenda unafahamia vitabu tofauti tofauti na kuanza kusoma zile knowledge ambazo zinatumika pale, inakuwa ngumu sana kuweza kuelewa, kwa sababu knowledge hizo zimetengenezwa katika njia ambayo wale pekee ambao wamesoma ile misingi wanaweza kuelewa kile ambacho kimeandikwa pale. Kwa hiyo hata Biblia yenyewe, wewe unaposoma simulizi ya bustani ya Edeni, unaposoma Adamu, unaposoma Kaini na Abel pamoja Swigari Kalanu na nini, unasoma katika njia ya kawaida, lakini kuna watu ambao wakisoma elimu ile wanaelewa siri ambazo zinazungumziwa, mafundisho yanayozungumziwa, kwa sababu tayari wao wamefundishwa kwenye masinagogi, kwenye sehemu za siri, jinsi ya kuisoma na jinsi ya kuweza kuelewa. Kwa hiyo wanapokutana na vitabu vya aina yoyote, vitabu vya jamii yoyote ya siri, wanakuwa na uwezo wa kusoma na kuelewa. Tofauti yako wewe na wale ni kwamba wewe unasoma simulizi zile, unasoma kwa kuangalia matawi, wao wanasoma katika level ya mizizi. Kwa hiyo hivyo ni vitu vile ambavyo tunakosea sana. Kwa hiyo elimu ya Yesu ni elimu muhimu sana, na sababu ya Yesu kuuliwa ni kwa sababu elimu hii alitaka iweze kumfikia kila mtu. Lakini wale makuhani wakuu pamoja na viongozi wa masinagogi hawakutaka hii elimu iweze kumfikia kila mtu. Kwa hiyo waliamua kumuua kwa sababu hiyo. Yesu alikuwa anafundisha elimu ya jinsi ya kufikia ufalme wako wa ndani. Lakini baadaye Yesu alipokufa, Warumi wakabadilisha ile elimu ya Yesu na kuja na mfumo mwingine ambao baadaye ndo ukafahamika kama dini pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo unaweza ukafuata elimu hiyo. Nafikiri ni elimu ya Mtume Paulo ni nzuri, lakini unapotaka kujifunza elimu ile ambayo Yesu alifundisha, elimu ya ulimwengu, ufalme wa Mungu ambao uko ndani yako, ni lazima ujue jinsi ya kuingia katika ule ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunaweza tukasema safari ya kiroho, huwezi kutoka tu kwenye sehemu moja ukaruka na ukaenda sehemu nyingine. Lazima kuna process uweze kupita hapo katikati. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alitufundisha kwamba lazima kwanza upitie ubatizo wa maji, lazima upitie jangwani, lazima ufe na ile lazima ufufuke, uzaliwe upya pamoja na vitu vingine. Hiyo ni elimu ambayo Yesu alifundisha, na lakini naye pia alifundisha kwa mafumbo pamoja na vitu vingine. Ndio maana mimi nimeichambua elimu hii katika njia ambayo utaweza kuelewa. Nimeitafsiri na kuiweka katika mafundisho marahisi katika level 3. Level ya maji ambayo nimeandika kitabu hiki Kioo cha Maumivu, level ya kwanza. Level ya pili, level ya moto au jangwani, tunazungumzia jangwani. Lakini kitabu cha 3 ni kitabu cha Nuru, baada ya kufa na kufufuka, ni jinsi gani ambavyo unaweza kuanza safari na yule ambaye ameamka ndani yako. Kwa hiyo level ya kwanza ni level ya kutambua zile maski ambazo umezitengeneza ndani yako. Level ya pili ni kuweza kuziondoa zile maski, kuzivua. Ina maana kwamba zile maski ambazo umezitengeneza toka utotoni mpaka hivi leo, lazima kuwe kuna process ya kupambana nazo ili uweze kuziondoa, ili ziweze kufa, ili uweze kuzaliwa upya. Ni process ambayo lazima uipitie, na ni process ambayo lazima uipitie kwa misingi mizuri ili uweze kuvuka jangwani salama. Hii process ambayo naizungumzia ya jangwani ndio iliyowaweka wa Misri miaka 40 kabla ya kufika Kanaani. Kwa hiyo sio kwamba watu wanasema Misri mpaka Israeli pale Kanaani ilikuwa ni sehemu ambapo unatembea mara moja na unafika. Pana sawa, kiuhalisia ilikuwa ni karibu, lakini kuweza kutoa zile maski ambazo umezijenga kwa muda wa miaka 20, 30, 40, nategemea sasa hivi una miaka mingapi, lakini toka umekuwa mpaka leo ulikuwa unatengeneza maski mpya. Umekutana na maumivu tofauti, umekutana na changamoto tofauti, na hizo changamoto zimekufanya uweze kubadilika na kutengeneza kitu kipya ndani yako, tabia mpya, imani tofauti tofauti, ili uweze kuvunja hivyo vyote na kuweza kurudi kama ulivyozaliwa, kuweza kuamsha kile kilichokuwa kimelala. Kuna process ambazo lazima upitie
na hizo process lazima uweze kuzipitia katika njia ambayo ni salama. Baada ya kumaliza safari ya jangwani, tunakuja unapozaliwa upya. Mafundisho ambayo Yesu aliyafundisha ni mafundisho ya jinsi ya kuishi kwa ukamilifu wako. Kwa hiyo ili usiweze kurudi tena Misri, lazima kuna jinsi ambavyo unatakiwa ujifunze, jinsi ambavyo utajifunza kujitoa kwa watu, jinsi ambavyo utajifunza kuamsha kile ambacho kiko ndani yako, vipawa pamoja na vitu vingine, jinsi ambavyo utaweza kuisikia sauti ya ndani yako pamoja na vitu vingine. Tunaweza tukasema baada ya kurudi kwenye bustani ya Eden, ni jinsi gani ambavyo utaweza kuishi kwenye bustani ya Eden na jinsi gani ambavyo utaweza kuwasiliana na ile sauti ya Mungu ambayo ipo katika bustani ya Eden. Hivyo ndio vitu ambavyo lazima uvifuate. Kuna process. Kama haujafikia bado kipindi hiki ambacho bado hujafanikiwa kupata vitabu hivi, elimu hizi ambazo tunazizungumzia tutaendelea kujifunza taratibu. Tutaanza kitabu cha kwanza, tutaanza kujifunza elimu ambayo ipo katika kitabu cha kwanza, baadaye tutahamia kitabu cha pili, baadaye tutakuja kuhamia kitabu cha tatu. Lakini kwa wale ambao wana haraka kutaka kujua level hizi, basi unaweza ukapata kitabu cha PDF au ukapata hard copy, au tunaweza tukawasiliana na kuweza kuzungumza na kuweza kujifunza kutokana na hali yako wewe, ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaapproach safari hii. Hicho ni kitu muhimu sana. Lakini pia kama wewe ni Mkristo na unataka kujifunza katika njia ya maandiko tu peke yake bila kuchanganya na imani nyingine, basi tumefungua channel ambayo itakuwa inafahamika kama Tricod Ministry, ambayo itakuwa ni special kwa ajili ya mafundisho ya safari ya kiroho kwa kuzingatia maandiko ya Biblia peke yake. Kwa hiyo endelea kufuatilia mafundisho haya, kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kujifunza ambavyo vitakusaidia kuweza kupiga hatua katika safari yako ya kiroho. Karibu sana.